Habari na hii ni Dar24 magazeti na asubuhi leo uko nami Nuru Milinyi. Amenita kusomea habari zilizopo uzito katika magazeti ya leo. Na leo ni April 4, 2019. Na moja kwa moja nikikamata gazeti la Mwananchi, habari zilizopo uzito: CAG wingu zito, mwenyewe atahadharisha linaweza kuibuka tatizo kubwa zaidi badala ya kupata suluhisho. Wadau wasema kuna maswali na utata kuliko majibu, wataka busara itumike. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Ziara ya Liquid bungeni yaibua mjadala, pia ni habari katika ukurasa wa 3. Magufuli azungumza, sema muda wangu ukifika nitaondoka tarehe hiyo hiyo. Rejea katika ukurasa wa 4 kupata habari kiundani zaidi. Lakini habari za ndani ya habari, ukurasa wa 21, mauaji wageni yanavyoendelea kusumbua Afrika ya Kusini. Basi pata nakala yako akupata undani wa habari hizo. Nikikamata gazeti la Nipashe Mwanga Jamii, habari zilizopo uzito: CAG Asad afunguka, ajibu mapigo ya bunge, Msekwa atoa ufafanuzi. Habari hii ni katika ukurasa wa 2. Hatma ya Lema rasmi leo, pia ni habari katika ukurasa wa 3. Spika azungumza, sema madeni yamewapa misongo ya mawazo wa bunge. Habari hii ni katika ukurasa wa 3. Hoteli za bilionea wa Ngurdoto kupigwa bei, pia ni habari katika ukurasa wa 2. Basi pata nakala yako kupata habari hizo kwa undani zaidi. Nikikamata gazeti la Mtanzania Fikra Kinifu, habari zilizopo uzito: CAG Asad na hofia mgogoro wa kikatiba, pia ni habari katika ukurasa wa 4. Lakini Pius Msekwa yeye amesema bunge halimteui CAG, lakini likimkataa kiongozi yoyote ni swala ambalo lina hatua za kufuata kulitanzua. Lina uwezo kusema halina imani na waziri mkuu. Hayo ni maneno ya Pius Msekwa. Lakini Job Ndugai naye ana haya kusema: wanaofikiri sisi dhaifu sio dhaifu. Yeyote ambaye anataka kuingia kwenye 18 tupo tayari. Tunataka kuthibitisha bunge lina uongozi, hatumuogopi yeyote. Basi na Fatuma Karume naye anasema kama usipofanya kazi naye wanavunja katiba. Kazi yao si kumvuruga CAG asilete ripoti au kuvuruga mazingira ili ripoti yake isifikishwe bungeni. Basi ukurasa wa 4 utafahamu undani wa habari hiyo. JPM akerwa na mkandarasi ujenzi wa barabara, pia ni habari katika ukurasa wa 5. Mwalimu afanya wanafunzi 10 wa darasa la kwanza wake zake. Rejea katika ukurasa wa 10 kupata habari hiyo kiundani zaidi. Nikikamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari nazo kutana nazo. Habari ya kwanza inamzungumzia Rais John Pombe Magufuli. Magufuli azishushia rungu halmashauri, pia ni habari katika ukurasa wa 2. Ujenzi Ubungo interchange usipime, habari hii ni katika ukurasa wa 2. Sakata la CAG sasa kizungumkuti, rejea katika ukurasa wa 3 akufahamu habari hiyo kiundani. Askari magereza anaswa na meno ya tembo watatu, habari hii ni katika ukurasa wa 5. Upande wa gazeti la Uhuru, ukweli daima, DPP yafunguka, bosi wa Voda kutinga kotini, wataka wakuu wa kampuni nyingine kuzingatia sheria za nchi, ni katika kesi ya uhujumu uchumi wa bilioni 5, wapo vigogo wengine 6. Rejea ukurasa wa 2 kufahamu kisa mkasa wa story hiyo. Saa 24 nzito za Hatma ya Lema, deni la milioni 600 latajwa kumvuruga, Spika Job Ndugai aweka wazi kila kitu. Habari hii ni katika ukurasa wa 3. Hatma ya mbegu za mabilioni desi mwezi ujao, pia ni habari katika ukurasa wa 6. Baba afungwa miaka 30 kwa kumpa mimba binti yake kidato cha kwanza. Rejea ukurasa 8 kufahamu kisa mkasa wa story ya baba huyo. Na nikikamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari zilizopo uzito: Magufuli awaonya vikali viongozi nchini, awataka wahakikishe wanaondoa vikwazo kwa wawekezaji ili wasaidie kuimarisha uchumi, atangaza neema Mtwara, ahidi kujenga barabara. Habari hii ni katika ukurasa wa 4. CAG afunguka, bunge kutangaza kumsusa, pia ni habari katika ukurasa wa 4. Spika kutaja wabunge waliotelekeza watoto, habari hii ni katika ukurasa
wa 11. Ukatili wa kijinsia waongezeka Kigoma. Rejea ukurasa wa 9 kufahamu habari hiyo kiundani zaidi. Na nikikamata gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako, habari zilizopo uzito: JPM azidi kuchanja mbuga kusini, asema ni marufuku kwa mkurugenzi kuomba fedha za ushuru wa korosho, awataka wawe mstari wa mbele kukuza zao la korosho, avitaja vyama vya ushirika kwa kuwadhulumu wakulima, aagiza wizara ya kilimo. Habari hii undani wake unapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti la Jamvi la Habari. Deni la milioni 644 la mpagawisha Lema. Spika Ndugai awataka wabunge wenzie wamuelewe kwa nini Lema hana utulivu. Asisitiza lazima Lema ahudhurie kikao cha kamati ya maadili ili kuthibitisha kwa nini bunge ni dhaifu. Habari hii ni katika ukurasa wa 3. Wazabuni 2048 wameshalipwa bilioni 199. Serikali ya ahidi kutochelewesha malipo ya wakandarasi walio kazini. Habari hii ni katika ukurasa wa 3. Kombo: Maalim Seif ni mkorofi tangu Mlo akiwa hai. Pia ni habari katika ukurasa wa 4. Kinachoifanya Tanzania kuyazidi mataifa makubwa kwa amani. Habari hii ni katika ukurasa wa 8. Basi inahitimisha na gazeti la Tanzania Daima. Napitia habari zilizopa uzito siku ya leo. Habari ya kwanza ni kuhusu CAG ambaye amesema Sing'oki atoa msimamo mzito, ataka bunge lianike mahojiano yake na kamati ya maadili. Habari hii ni katika ukurasa wa 4. Msekwa alishangaa bunge, asema azimio lao halijapata kutokea. Askofu Bagonza ahoji maswali magumu. Habari hii ni katika ukurasa wa 5. Mbunge anayefuata ni Godbless Lema. Basi katika ukurasa wa 5 utafahamu undani ni kwa nini Godbless Lema ndiye anayefuata. Pierre Liquidi aliteka bunge. Habari hii ni katika ukurasa wa 17. Mbunge aibua madai mazito kwa Mwalimu. Pia ni habari katika ukurasa wa 2. Yanga kuibangua Ndanda leo. Pia ni habari katika ukurasa wa 20. Basi na huo ndio mwisho wa Dar24 magazeti asubuhi ya leo. Ulikuwa nami Nuru Bilini. Nikusihi endelea kuwa nasi kupitia Dar24.com. Usiache kusubscribe YouTube channel yetu kwa Dar24, lakini pia endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter pamoja na Instagram kwa Dar24 News. Na hii ni Dar24, taarifa bila mipaka.